Mambo vipi? Mimi naitwa Hamza kutoka Tanzania. Karibu tena katika chaneli yetu. Usisahau kubonyeza kitufe cha kuipenda hii video na pia kitufe cha kujiunga na sisi. Hivi, kwa nini tunajali sana watu wanawaza nini kuhusu sisi? Hata kama watu hatuwajui. Na mara nyingi watu wanasema, mimi sijali watu wananifikiria vipi. Lakini ndani yetu tunajua kabisa tunajali sana watu wanatufikiria vipi. Nikupe mfano. Kwa mfano, hapa Tanzania, watu wengi wakihama, unakuta wanahama kutoka nyumba moja hadi nyingine, wanahama usiku. Ukimuuliza mtu, kwa nini unahama usiku? Anakwambia, godoro langu mimi limechakaa na makochi yangu ni mabaya, mapanzi yangu ya shilingi 8,000 tu, sitaki watu waone. Kwa hiyo nataka nihame usiku ambapo kila mtu amelala. Hata kama watu ambao wanapita huko barabarani, hata wamjui. Inawezekana hata hawataangalia kwamba umebeba nini. Au wao wana vitu vibaya kuliko hata wewe. Lakini mtu anaona hapana. Mimi ngoja nihame usiku kwa sababu watu wasije wakaangalia vitu vyangu vibaya vibaya. Mfano mwingine, unakuta mdada anavaa anapendeza, lakini akiulizwa anasema, mimi sivai kwa ajili ya wanaume, mimi navaa ili nipendeze mimi mwenyewe. Sio kwa sababu ya wanaume. Lakini unakuta akienda mazingira hapo wadada peke yake, anavaa tu kawaida au apendezi. Ila ukiona kuna mazingira kuna wanaume, huyu ameshapendeza, amebadilisha jinsi ya kutembea na kila kitu. Ila atapinga kabisa kwamba yeye havai ili kuonesha wanaume. Mfano mwingine, unakuta mwanaume anaenda sehemu ya kunywa pombe. Anafika pale, labda alikuwa anataka kunywa pombe yake ya bei rahisi kama konyagi. Lakini anafika anakuta kuna watu pembeni wamekaa wanaume wenzake pale, wamenunua pombe za bei kubwa. Naye anabadilisha mawazo, anasema, hapa nitaonekana maskini. Yaani hawa wamenunua pombe bei kubwa, wale pombe bei kubwa, hawa pombe bei kubwa. Lakini hawa watu hawajui, mimi nitaonekanaje? Kwa hiyo anaagiza pombe ya bei kubwa. Yaani unaweza kuta hata haipendi hiyo pombe. Ila ameagiza tu ili pale asionekane kwamba yeye ni mnyonge. Na watu ndio wamewakuta siku hiyo hawajui. Wakati mwingine unakuta mtu ameenda mkoa mwingine hajuana na mtu yote, lakini anaona kwamba hapa nikiagiza konyagi ya 10,000, akati ameagiza pombe za 60,000, huyu ya 1,500,000, hapana. Ngoja na mimi niagize pombe ya bei kubwa. Anakuta anaagiza pombe ya bei kubwa. Na nina mifano mingine mingi sana ambayo mtu anasema anafanya kitu ajali maneno ya watu. Watu wengine watakwambia kwamba mimi naishi maisha yangu, sijali watu wanasema nini. Naishi maisha yangu mwenyewe wala sitaki usumbufu. Lakini unakuta maisha yake yote ni anaangalia watu wanamfikiria vipi, watu wanawaza nini kuhusu yeye, atauliza, atahangaika sana, lakini hao watu hata kuwajua hawajui. Mimi nafikiria hii kitu ipo ndani ya damu yetu. Kwamba kwa sababu sisi ni viumbe ambavyo tunaishi kwenye jamii, mara nyingi sana tunajali sana jamii inayotuzunguka inatufikiria vipi. Na ni sehemu kubwa sana ya maisha yetu kuangalia kwamba jamii inatufikiria vipi. Sehemu zote ukiangalia kwa makini, utakuta watu wanasema wanaishi maisha yao bila kujali watu. Lakini asilimia kubwa ya vitu wanavyofanya, wanaangalia watu watawaza nini. Wanataka wapate sifa, wawe wanaonekana wanaheshimiwa katika jamii. Kwa hiyo mimi nahisi hii ipo sana ndani ya damu yetu. Mfano mimi wakati nipo shule ya sekondari, nilikuwa najali sana watu wananifikiria vipi. Hadi leo bado, lakini kipindi kile ilikuwa ni sana, najali sana kwamba watu wanafikiria. Kwa hiyo nilikuwa nafanya vitu vingi sana. Kwa sababu tu watu wanione na mimi nipo. Kwa sababu mimi nilisoma shule ambayo unakuta mwanafunzi amekuzidi kila kitu. Darasani mtu amekuzidi. Kwa muonekano mzuri mtu amekuzidi. Kwa kuongea Kiingereza kizuri amekuzidi. Kwenye michezo amekuzidi. Unakuta mtu anaweza kucheza mpira wa kikapu vizuri kuliko wewe, mpira wa mguu vizuri kuliko wewe. Kwa hiyo unakuta kila sehemu ufaulu anakuzidi. Hata kujua mambo mengi anakuzidi. Kwa hiyo mimi nikakaa pale, nikaonekana mbona mimi nitaonekana ni mpuuzi. Inabidi nijaribu kufanya vitu mbalimbali ili na mimi kwenye jamii nionekane na mimi mtu. Hata tukienda hivi kwenye disco, unakuta wadada wakija angalau wataki kucheza na mimi. Na tulikuwaga kila mwisho wa mwezi Ijumaa tunaenda kwenye disco. Kwa hiyo nikaona na mimi nataka nijulikane. Kwa hiyo nikafanya vituko vingi sana. Ili mradi tu kwenye jamii na mimi watu wanione kama mtu. Ingawa vituko vingi vilikuwa vya kipumbavu. Kwa watu walichukua tu, huyu dogo ni mpuzi fulani hivi. Lakini kilinipa umaarufu. Mpaka baadaye nikaja nikawa kiongozi. Ila vyote nilikuwa nafanya
kwa sababu nataka watu ambao wengine hata siwajui wanifikirie na mimi kwamba nipo katika watu. Naona watu wengi nao wapo wana tabia kama hii. Hadi saa hizi ni mtu mzima na miaka 35, lakini bado kuna wakati nawaza kwamba hapa watu watanichukuliaje? Ngoja nivae hivi, au ngoja ninyoe hivi, au ngoja niache ndevu nionekane vipi, au nikate ndevu nionekane mtoto wakati mwingine. Kwa hiyo haya nafikiri yapo ndani, haya mambo yapo ndani ya damu zetu na karibia wote, na kuna familia nyingine zina haya mambo sana kuliko familia nyingine, na pia makabila. Kwa mfano ukiangalia watu wanaotoka Bukoba wanapenda sana sifa. Wanapenda sana sifa. Kabila yote yanatoka Bukoba wao wanapenda sana sifa. Yaani mtu anaona kwamba natakiwa nijisifie au nisome sana ili nionekane na mimi ni mtu. Kwa wengi unakuta wamesoma degree 3, wameenda hadi kusoma huko nje, wamerudi, hawajaridhika bado. Akiongea lazima ajisifu kwamba labda ana hela au amesoma sana au amesoma vyuo vizuri, ili mradi tu aonekane ni mtu wa maana. Nafikiri kwenye makabila ya kule watu wa Bukoba wengi wana hiyo tabia. Na akiongea unaona kabisa huyu anatokea Bukoba huyu. Na Bukoba kule kuna makabila kadhaa. Ila kabila linalojulikana sana ni Wahaya. Kwa hiyo Tanzania watu tunasema Wahaya wanapenda sifa, wanapenda kujisifia, wanapenda kuonekana kwenye jamii. Naonekana wao ipo kwenye damu zaidi kuliko sisi makabila mengine. Kama sisi kabila letu Wahehe tuna hasira sana. Lakini pia bado tunapenda kuonekana, lakini sio kama Wahaya. Wahaya wao wakiongea tu sentensi mbili lazima kuna kujisifia, lazima aangalie kwamba watu hapo wananionaje, natakiwa niwe bora kuliko kila mtu. Kwa hiyo sisi tumeshazoea hivyo na huwa tunawatania hivyo. Nafikiria tu kwamba watu kweli wangekuwa wanaishi bila kujali watu wanawaza nini kuhusu wao, dunia ingekuwaje? Nafikiria dunia ingekuwa mbaya sana. Kwa sababu mara nyingi unakuta mtu anafanya vizuri au anajitahidi ili tu watu wamfikirie vizuri, kwa sababu sisi ni viumbe ambao tunaishi kwenye jamii. Kwa hiyo hapa piga mahesabu, ungekuwa watu wanaishi tu kweli kweli bila kujali watu wanawaza nini. Ingawa tunasema hatujali, lakini tunajali. Piga mahesabu, ingekuwaje? Watu maofisini labda wasingefanya kazi vizuri, watu wasingevaa kupendeza, jitihada zozote zile watu wasingefanya. Kwa mfano mtu mwingine anahangaika na watoto wake kwa sababu anataka jamii, watu wangu waonekane wamesoma au wana kazi au wamefanikiwa. Maana mtu asingehangaika tena na watoto wake. Watoto wake wangekuwa wapo hapo tu na zurura kule. Nafikiri dunia ingekuwa nyuma sana. Yaani ingekuwa nyuma sana kama tungekuwa sisi hatuwazi kabisa kwamba watu wanakufikiria nini. Mimi nafurahi watu waendelee kujali jamii inawawaza vipi. Kwa sababu kuna matukio mtu anaweza kafanya. Kwa mfano labda mtu mwanaume na miaka 45. Anaweza akawa anataka kutembea au kuwa na mahusiano na kadada labda kana miaka 19 20. Lakini anawaza, hii jamii itanifikiria vipi? Ngoja nisifanye. Au kuna mambo mengine machafu tu mtu anaweza kayafanya kwa kujificha kwa sababu anaogopa jamii inamfikiria nini. Nafikiri hiko kitu kinatusaidia sana sisi kama jamii. Na tumeona kesi nyingi zinazoendelea sasa hizi ambazo jamii inasema hapana, huyu kimemtokea hivi. Sitaki kutaja majina, lakini nafikiria ukiangalia hata leo utaona kwamba kuna kesi gani zinaendelea sasa hizi sana sana huko Marekani. Kwamba jamii imewaangalia watu ambao walikuwa watu maarufu sasa hizi na wadharau kwa sababu tu wamefanya vitu ambavyo kwenye jamii vinaonekana sio sawa. Kwa hiyo ni muhimu watu kuwaza na kujali watu wanawazia nini. Ni muhimu sana kwa dunia yetu kwa sababu inaleta maendeleo duniani. La sivyo dunia ingekuwa ni vituko tupu. Kila mtu anaishi anavyotaka yeye, ingekuwa ni vituko tupu. Siku hizi ukiishi unavyotaka wewe, ukaishi kwenye maadili ambayo nje na jamii ambayo ulipokuwa nayo, watu wanakutenga. Utakuta ukipata shida hamna mtu anakuja kukusaidia. Kwa hiyo pamoja kwamba inawezekana sio kitu kizuri kujali sana watu wanakuwazia nini, lakini kimetusaidia sana. Kama mimi imenisaidia sana. Kuna vitu vingi sana nimefanya ili mradi tu na mimi nionekane kwenye jamii nipo vizuri. Kwa hiyo kuna tabia zangu ambazo inawezekana kwamba labda zingekuwa mbaya, ila nimewaza hapana, hapa nikifanya kitu fulani jamii itanifikiria vibaya au watu watanifikiria vibaya hata kama watu hawanijui. Kwa hiyo nikahakikisha kwamba jina langu likae vizuri, watu waniwaze mimi ni mtu wa aina fulani tu. Basi.
Hapo ndo mwisho wa video yetu. Kama unaishi kwa kuwaza watu au kwa kujali watu wanakuwazia vipi au haujali, hebu twende kwenye comment pale, halafu tujadiliane, nione mawazo yenu yanasemaje. Usisahau kubonyeza kitufe kimeandikwa like na kuna kitufe kimeandikwa subscribe pale. Mimi nimemaliza, asanteni sana, tuonane tena kwenye video nyingine.